reconciliation. Kwa baada tu ya watu wachache kueleza hapa, ninaona kuna haja, kuna uhitaji wa kukaa na kamishna wa ardhi ili tuweze kufanya reconciliation. Na ninaomba kamishna pamoja na watu wako, hebu tukaeni, tusiende tena, tusitoke, tukae. Kila mmoja dauti yake, mimi nitaondoka, lakini kila mmoja mwenye dauti yake aweze kumuuliza kamishna na nini, na watu wake wako hapa ili tuweze kureconcile. Kwa mfano mtu wa TANESCO hapo anadaiwa milioni 972, karibu bilioni nzima. Sasa hii lazima wakae wafanye reconciliation. Lakini kamishna, tukushukuru pia kwa hiyo uliotuambia kwamba majengo ambayo, viwanja ambavyo vina majengo ya serikali ambayo yanafanya kazi za huduma za kiofisi, kuna utaratibu wa majengo hayo na maeneo hayo. Kwa hiyo hilo tulichukue, na wale ambao hawajafika nako labda tuwaelimishe, ili baada sasa ya vyote viwili tukishaviweka mahali pamoja, tujue kwa deni halisi linakuwa kiasi gani. Na mwisho wa siku ya kumalizia kabisa, niseme kwa sisi ambao tutafanya sasa reconciliation na nini, basi kila mmoja tuhakikishe kwamba kabla ya mwaka huu wa fedha haujaisha, kila mmoja ameweza kukilia deni lake, ili tumsaidie mwenzetu kamishna kabla ya mwaka. Maana kila mmoja nikimuuliza anasema kabla ya mwaka huu haujaisha, kabla ya mwaka huu wa fedha haujaisha. Kwa hiyo kabisa ndio nitoe hayo maelekezo, kabla ya mwaka huu wa fedha haujaisha. Kama unaweza kulipa kesho sawa, kama unaweza kulipa kesho kutwa sawa, kama unaweza kulipa mwezi wa 5 kabla haujaisha, it's okay. Lakini tuhakikishe kabla ya mwaka huu wa fedha haujakamilika, basi kila mmoja akilie deni lake, na tuwe na taratibu na tabia ya kuconsult wenzetu wa ardhi, ili kama una deni basi uweze kulilipa. Maana tayari kiwanja kikishaingizwa kwenye mfumo kinaanza kugenerate deni, na hiyo ndio changamoto ambayo nimeisoma hapa. Kunawezekana ukasema mimi sijapewa hati na nini, kumbe tungeweza tukaenda tukaconsult. Hizi ni ofisi zetu sote, na tukaconsult, tukaulizana, na mwisho wa siku tukapata mwafaka na tusilimbikize deni. Lakini naamini sisi ni viongozi na tumeweza kuitana asubuhi ya leo kwa sababu ya madeni haya. Tusiwe na tabia ya kulimbikiza madeni. Sisi ndio tuwe mfano katika jamii ya kulipia mapango ya ardhi zetu, ili mwisho wa siku kwa kweli serikali iweze kufanya wajibu wake. Maana maduhuli yanayokusanywa huku ndio yanayosaidia serikali. Inawezekana kusaidia sisi mishahara, na tusaidia kutatua changamoto mbalimbali katika kuwahudumia wananchi, na sisi ni wamoja wapo wa wananchi. Kwa hiyo tusilimbikize madeni. Tuna compromise huduma za serikali kwa wananchi wake. Kwa hiyo ninaamini kila mmoja amesikia, na ninaomba kila mmoja sasa anijibu ile barua niliyokuandikia kwa maandishi. Ukijicommit ni tarehe ngapi unakwenda kukamilisha deni lako. Labda niseme jambo lingine. Kwa sisi taasisi za serikali, taasisi za ofisi ambazo tunatumia majengo yetu kama ofisi, ifike wakati sasa tumekuwa tukieleza na kutoa maelekezo kila mara kwamba kwa zile taasisi ambazo kwa yale majengo ambayo tunatumia kama ofisi, tunaomba muandike barua. Sawa? Kuelezea kwamba ofisi, majengo unayotumia ni ofisi. Kwa sababu serikali ilitoa ile maelekezo kwamba maeneo yote ya taasisi yanakuwa na ile token sum ya kulipa. Kwa hiyo sasa wakati mwingine tuliingiza maeneo kwenye mfumo, kiwanja unakuta kuna kodi ambayo haiendani na matumizi sahihi. Kwa maana matumizi ya ofisi, tunaamini baadhi ofisi nyingi za serikali ni service oriented. Kwa hiyo maeneo yote ambayo ni ofisi tunaomba mtu andikie barua. Sisi tutakuja, tutafanya ukaguzi, tutajiridhisha, tutaandika taarifa, tutamtumia katibu mkuu kwamba maeneo haya ya hizi taasisi ni ofisi. Kwa hiyo ile deni lile ambalo linazaliwa kubwa lile ambalo kila siku tunakuwa tunapambana nalo tuliweze kuachana nayo. Kwa hiyo niwaombe sana, lakini ili wave tuipate lazima tuhakikishe hatuna madeni ya nyuma. Nafikiri hili limeeleweka kidogo. Na ni nzuri sana. Kwa habari mbalimbali za ndani na nje ya nchi, usikose kutizama Cales TV kila siku.